Yes, wali gani ndugu mtazamaji wa USA Habari TV, leo ni siku nyingine kabisa, siku ambayo ni ya kipekee zaidi. Niliwaambia kwamba tutakwenda kumtafuta Asla na leo nimemkuta yupo na bebe Mrs. Teddy ambao wanafanya mafunzo ya kuendesha boda. Bwana, unawaona kama hao. Na mimi nitakwenda kuishi naye katika exclusive interview tuweze kujua 1, 2, 3 kuhusiana na mahusiano yao, lakini pia kuhusiana na mziki ambao anauandaa Mr. Asla. Nini ambacho kimejificha ndani nyuma pazia? Msijui. Nitakufanya ni kusubscribe account yetu ya USA Habari TV, like, kushare na kucomment. Hapo tutakuwa tunatisha zaidi. Mimi niite Simon, behind camera amesimama Maros, kama Maros designer wangu. Yes, alright, kama kawaida. Bwana, ni siku ambayo nimewaahidi kwamba nitakwenda kumtafuta Asla ili tuweze kuongea naye mawili machache ambayo tunayafahamu na tusiyafahamu kuhusiana na hii tetesi ambazo zimezuka sana mtandaoni kuhusiana na madem zake. Na bwana, bahati nzuri mbele ya kamera unawaona Asla yupo na Teddy, kitu ambacho ni cha kushangaza zaidi. Mimi nitegemea labda nitamuona yeye na mademu wengine. Mimi niite Simon Benji, behind camera yupo Maros designer wangu OG. Bwana, mambo vipi? Mzima? Mzima. Kizazi nini? Unyama mzee wangu. Mwingi eh? Shwari. Kabisa bwana. Naona mmeshine nini hapo, mmependeza. Kawaida. Alafu hii ngoma ya nani ya mmekalia? Ya mume wangu. Ya mume wangu. Mwanangu, hii chuma umenunua shilingi ngapi? Ya kugombolesha ama ya mpya? Nilinunua mpya, sema ishana shaka sana. Nilinunua ilikuwa ni 2,208,000. Kweli? Yeah. Wasanii hapa kwetu wamejituma sana mwanangu. Tukitoa follow, tukimtoa Nyagomen, yupo Asla ambaye amemiliki na chuma ya King Lion. Hii nani ambaye anaiendesha bro? Kuna mtu anaiendesha, lakini leo nimeamua mimi kwanza niendeshe. Kweli eh? Yeah. Hey. Haya. Teddy, vipi unajisikiaje leo kuwa maeneo haya na Asla wako? Najisikia vizuri. Mtu akisema Asla, wewe binafsi unajisikiaje? Najisikia fresh. Afu unamtathmini vipi Asla? Ni mtu gani yani Asla, ni mtu yani ni mtu gani kwako, ana mapigo gani nini na vitu kama hivyo? Ana mapigo mazuri sana. Neno la kwanza wakati Asla amekuja kukutongoza ilikuwa neno gani? Siwezi nikakumbuka, maana shakawia sana, so siwezi nikakumbuka. Lakini miongoni mwa vitu ambavyo Asla anakuwa anavirudia mkiwa naye ni nini ambacho unaona kwamba hiki Asla tukiwa naye waga nakirudia sana? Neno nakupenda tu. Nakupenda? Yeah. Unajisikia amani? Hivi ukisikia kwamba Asla yupo na mtu mwingine ama yupo na watu wengine ambao anatoka nao, nini ambacho utakifanya ambacho kitakuwa kitofauti, kitakwenda kumshikisha adabu Asla? Siwezi kuwa cha kufanya chochote. Uko razi kabisa toka na mwanamke mwingine? Siwezi nikakubali atoke na mwingine, ila siwezi nikafanya chochote. Asla, bwana, juzi kati nimekwenda kuongea na mademu wawili tofauti na wote wamekwenda kudai kwamba wewe ni mpenzi wao. Na hicho ndio kitu ambacho kimenifanya mimi nikakutafuta ili tuweze kuwa na uhakiki zaidi. Yupo Queen Darlene alafu yupo Moza. Nani ambaye ameshika nafasi ya kwanza miongoni mwa mademu wawili? Wote ni wapenzi wangu, nawapenda. Lakini namba 1 ni wewe hapa. Teddy. Yes, nasimuonyesha kwambia ni huyo. Yes. Hivi Teddy ni mtu gani kwako? Ni mtu fulani ambaye nampenda sana, afu huwa napenda tu tabia zake, hali zake. Mimi yani napenda sana vitu vingi kwake, lakini siwezi nikaweza kuviongea vyote, no bro. Siwezi ya. Teddy, moja tabia ambayo unaichukia sana ukiwa na bibi wako anaifanyaga ni ipi? Sijaona tabia mbaya ambayo anaifanya. Hujaona? Kwa zote ni okay. Kwa hata hivi au mademu akija hapa sasa hii kwako wewe ni amani? Labda ongea mada nyingine hapana za mapenzi. Ikiwa mada hivyo ni itakuwa ni mbaya kabisa. Kwa Darlene alikwenda kuzungumza kwamba amekwenda kuyaweka mapenzi yake public, lakini cha ajabu na cha kushangaza
mapanyalodi wanawake ambao hawafungagi nani wamezingira sana penzi lake, alafu wewe ndo kuja kusikika kwamba wewe ndo namba 1. Hii imekaje kaje? Hebu kwanza tuambie tupate kuelewa kuhusiana na hizi kauli za Queen Darleen. Queen Darleen alinikuta nipo naye. Kwa hiyo alinikuta nipo naye. Ndio hivyo. Ndio hivyo. Kwa ile kusema kwamba nyie wote ni mnaomfuatilia penzi lake mumwache, hamna chochote nini mnamuibia, mnafanyaje? Ndo ananibia kwa sababu mimi nimekuja kuingilia penzi langu. Kweli? Hivi ni kitu gani ambacho alikwenda kukuzaidia Asla na utakwenda kukisaa kwenye maisha yako? Ni simu tu. Simu? Bwana, watazamaji, hebu tuoneshe kwanza hiyo simu yenyewe uliongwa. Hiyo hapo shingapi hiyo ambayo imechukua? Sijui, sasa labda muulize bei, maana mimi nimeleta tu kama zawadi. Mungu, umejisikiaje kumuonga dem simu bwana? Kawaida, si unajua na hela na nini, lazima nimzingatie kidogo. Afu siku ambayo utakuwa na hiyo simu akapigiwa na mwanaume binafsi, utakwenda kufanya maamuzi gani kwenye hiyo simu? Sidhani na yeye aweza akapigiwa simu na mwanaume mwingine na yuko na mimi. Sidhani kama hicho kitu anaweza kukifanya kwa sababu niko peke yangu tu. Kwake. Ushawahi kukagua hiyo simu ukakuta tu namba yako ndio imeseviwa mume wangu ama bei wangu, hakuna wengine tofauti? Can save husband, so sijawahi kukuta namba ya mwanaume kwenye simu. Labda ndugu zake tu na nini hivyo. Lakini mimi kitu ambacho nashindwa kuelewa Teddy ni kwamba wewe huyu jamaa kama umpendi, maana anavyotambia kwamba ana mademu wengine wewe unalizia. Yaani kwamba ni kitu ambacho unakiona kwake ni kitu ambacho kiko ni behavior yake kwamba wewe kwako haikutishi. Eti mimi nimekwambia ndio ongea mada nyingine lakini usiongee mada mapenzi. Nikikuta naongea mapenzi ndio vibaya. Kwa ikija kwamba mdamu na mapenzi nini, hapo ndo tunaona upande wa pili wa shilingi yako. Ndio mtaona. Kweli. Lakini sasa wewe ilikuwaje sasa mpaka ukaamua kuacha ndoa yako na uje kuolewa huko ama uanze mahusiano mapya na huyu jamaa? Hakukuwa kitu. Nijisikia tu. Jisikie. Kutoka ndani ya ujumba kuja kuanza mapenzi mapya na msanii. Kweli. Bwana, behind camera amesimama Maros na mimi niite Simon Benji. Sina la ziada. Bye bye.